kubadili neema kuwa baraka katika maisha yako. Neema ni upendeleo, ni bahati, ni kitu ambacho mtu anakipata pasipo kutegemea. Ni kitu ambacho mtu hakustahili kukipata wala kuwa nacho, lakini anakipata, anapewa kwa sababu ya neema. Lakini baraka ni kitu ambacho ni kipawa ambacho kikiwa ndani ya mtu, popote anakubalika, aingiapo, atokapo, lolote alifanyalo litafanikiwa kwa sababu ya kipawa, kwa sababu ya ile nguvu ya baraka. Baraka ni kibali popote unakubalika. Kwa kuna neema zingine usikubali ziishi kwa neema. Unaweza ukazibadili neema kuwa baraka katika maisha yako. Bwana Yesu ape sifa, na ikawezekana. Neema unayokutana nayo katika maisha yako usikubali ifanyike kwa neema tu. Ifanye neema hiyo kuwa baraka, ili kwamba iishi kwako muda mrefu, ili kwamba ikae kwako muda mrefu. Nitakufundisha kitu kimoja hapa, mtu wa Mungu. Yakobo alipokutana na malaika, ni neema tu Yakobo kukutana na malaika. Ile neema ya Yakobo kuonana na malaika, alibadili ile neema kuifanya ifanyike kuwa baraka katika maisha yake. Akaambia, hautaenda mpaka unibariki. Ile vita ilikuwa ni kubwa, malaika anataka kwenda, Yakobo anakataa. Mpaka kulipokucha, malaika akambariki, akaenda. Kuna neema zingine unaweza ukakutana nazo katika maisha yako, usikubali ishi hapo hapo. Ibadili ile neema kuwa baraka katika maisha yako. Nitakufundisha neno hili, litakusaidia. Jifunze kubadili neema kuwa baraka katika maisha yako. Lazima nikufundishe jambo hili ili uweze kuelewa. Kwa Yakobo akang'ang'ania baraka zile kwa malaika ili abarikiwe, kwa sababu alijua hata kutana tena na malaika, ilitokea neema kukutana na yeye. Na hata hivyo, watu wengi leo wamekutana na neema nyingi katika maisha yao, wanaziacha wakitegemea neema itajirudia. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ni bahati, ukikutana nayo hakikisha unaitumia vizuri. Neema ni fursa, ukikutana nayo hakikisha unaitumia vizuri. Hebu nikupe mfano mwingine mzuri. Isaka baba yake Yakobo na Esau alipotaka kumbariki Esau kijana yake mkubwa, alimwambia aende kumtafutia mawindo ili aje ampikie chakula ale, ili aweze kumbariki. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kwa nini Isaka anataka kumbariki Esau? Isaka anataka kumbariki mwanaye kwa sababu alijua baraka atakazombariki mwanaye zitamsaidia katika maisha. Baraka ni kitu ambacho kikimiminwa au kikimiminika katika maisha yako hakikauki,
hakipungukiwi, hakiishiwi. Popote uingie hapo, na mtu aliyebarikiwa popote anapokaa, hata yale maeneo yanabarikiwa kupitia yeye. Jifunze kwa Yakobo alipokwenda kwa mjomba wake Labani. Alienda akaanza kuchunga, lakini wale kondoo na wale mbuzi aliokuwa anawachunga Yakobo walikuwa wanazaa kwa wingi, sio kwa sababu walikuwa wanachungwa vizuri. Hapana, ni kwa sababu walikuwa wanachungwa na mbarikiwa, mtu aliyebarikiwa. Sio kwa sababu walikuwa wanakula manyasi mengi, hapana, ila ni kwa sababu walikuwa wanachungwa na mbarikiwa. Na ndio maana nataka nikufundishe umuhimu wa baraka katika maisha yako. Popote utakapoingia utafanikiwa. Baraka ni kitu cha muhimu sana katika maisha yako. Hebu nikuoneshe. Yakobo hapa anapata baraka ambazo hazikumstahili. Lakini kwa nini Yakobo anapata baraka ambazo hazikumstahili? Kwa sababu alipata kwa neema. Kipindi Isaka anamwambia Esau mwana mtoto wake juu ya kwenda kumtafutia mnyama ili aje ampikie ale aweze kumbariki, mama yake alikuwa anasikia. Sasa mama yake, kipindi Esau ameondoka, mama yake akamwambia Yakobo andae chakula kizuri ili amtengenezee baba yake na aseme yeye ni Esau. Sasa Esau anarudi, anakuja kwa baba yake kutoka mawindoni, anakuta Isaka amekwisha kubariki Yakobo. Lakini baraka hizi hazikumstahili Yakobo, zilikuwa ni za Esau. Lakini mama yake na Yakobo alitumia hii fursa, hii neema, ili kuweza kumpatia mtoto wake mdogo hizi baraka za kaka yake. Bwana Yesu apewe sifa. Jitahidi sana kutumia neema unapoipata, kuibadili kuwa baraka katika maisha yako. Baraka ni kitu ambacho kitakusaidia, ni kitu ambacho kikikaa katika maisha yako utakubalika. Uingiapo, utokapo, utasikilizwa. Popote utakapoingia patafanikiwa. Hata kama palikuwa pana mapoza yatakuwepo tena. Ni kwa sababu ya baraka za. Kwa kazini watu watashangaa, wateja wanaongezeka, faida, yani mambo yanabadilika. Ni kwa sababu mbarikiwa ameingia. Popote utakapokuwa, maeneo yale lazima yafanikiwe, maeneo yale lazima yaendelee, maeneo yale lazima yasonge mbele, kwa sababu ya baraka ulizonazo. Lakini neema haiwezi ikakufanikisha sehemu yoyote uingiapo. Neema haiwezi ikakufanikisha uendapo, ukubariki, ufurahiwe na watu. Haiwezekani. Bwana Yesu apewe sifa. Neema huwa ni ya kwako tu, ila baraka huwa inaungamanishwa na watu wengine ambao kwa kupitia baraka zako wao pia wanabarikiwa na kufurahi. Hapa ndipo utamwangalia Labani mjomba wake na Yakobo. Baada ya Yakobo kutoka kwa Labani, wanyama wake walisitisha kuzaa vizuri, hawakuzaa kama walivyokuwa wanazaa kipindi Yakobo yupo, kwa sababu mbarikiwa alimekwisha kutoka kwenye yale mazingira. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Tamani sana kuwa na baraka, tamani sana kuwa na baraka. Neema haitakusaidia chochote. Tamani sana. Neema ni kitu ambacho wewe mwenyewe hujakiomba kwa Mungu, hujakitaka, lakini kinatokea automatically. Lakini baraka ni kitu muhimu sana. Ninaitwa Yusufu Daudi Mara Chironi. Asante na Mungu akutunze. Amen.